Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mpenzi mtazamaji wa Akhti Feti Online TV, na kukaribisha kwa mara nyingine kwa kukutana mimi na nyinyi, lakini pia kwa kuendelea kunifuatilia katika chaneli hii. Sina la kuwapa, lakini ninasema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa maana mimi bila nyinyi si kitu, lakini pia nyinyi na mimi pia tupo katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kutafuta ilmu. Na leo mpenzi mtazamaji, nataka nikupe faida ambazo zinatokana na Suratul Ikhlas. Faida inayotokana au faida inayopatikana katika Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ni miongoni mwa sura ambazo zimebeba siri kubwa, kama zilivyokuwa sura zilizopita ambazo tuliziainisha. Hivyo na hii Suratul Ikhlas ni sura ambayo ipo miongoni mwa sura ambazo zimebeba siri kubwa. Suratul Ikhlas, kwa wale ambao hawaijui labda, lakini hawaijui kwa jina, lakini ni sura ambayo hata mtu ambaye hajapitia madrasa, sura hii anawezekana akawa anaifahamu. Sura yenyewe kwa kuwakumbusha tu, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hiyo ndio Suratul Ikhlas kwa jina lake, lakini sisi tumezoea kuita qul huwa Allahu. Basi hebu moja kwa moja twende tukaangalie ni fadhila zipi ambazo zimo katika Suratul Ikhlas, lakini ipo katika kutibu au katika kufanikisha masala mbalimbali, kutibu masala mbalimbali, matatizo mbalimbali ambayo yanamwandama mwanadamu. Hivyo ni namna gani utaitumia sura hii katika kutatua matatizo yako? Kwanza kabisa, Suratul Ikhlas, endapo upo, kwa mfano upo katika kundi la watu, labda kwenye misiba, vikao, sherehe mbalimbali, pale wanakutana watu wa kila aina. Hivyo basi kuna wakati mwingine kunakuwa pia pale kuna mchanganyiko wa vitu si vizuri. Wakati mwingine labda hata kama kuna mtu unamuhofia, unamuogopa, hofu tu katika nafsi yako. Hivyo Suratul Ikhlas ni sura yenye ulinzi. Endapo utakutana na hali kama hizo, utaisoma Suratul Ikhlas mara 7 ukiwa katika eneo la tukio, au utakapokwenda sehemu ukahisi mtu huyu mimi ninamuogopa, basi utasoma Suratul Ikhlas mara 7. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sura hii itakuwa ni ulinzi kwako, na wasiwasi utakuondoka, na shari pia itakuepuka, lakini hata hofu pia katika moyo wako utakuepuka, na hakuna kitu ambacho kitaweza kukudhuru. Lakini vile vile sura hii, Suratul Ikhlas, mfano una kesi mahakamani, au hata kama ndugu yako ana kesi mahakamani, sura hii utaisoma. Kwanza utatia udhu, lakini baada ya kutia udhu utaswali rakaa 2. Utaswali rakaa 2 kabla ya kwenda mahakamani. Utatia udhu, utaswali rakaa 2 kabla ya kwenda mahakamani, na baada ya kuswali rakaa 2 za sunna utatoa salamu, na kisha ukishatoa salamu utaisoma Suratul Ikhlas. Utaisoma Suratul Ikhlas, kisha utaisoma sura hii
Kisha baada ya hapo nenda mahakamani, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utashinda kesi yako. Wakati unakwenda mahakamani pia utakuwa unaisoma sura hii. Tena ni vizuri zaidi ikiwa hautazungumza na mtu. Yaani wakati unakwenda mahakamani usizungumze na mtu, huku unasoma sura yako mpaka utakapofika eneo la tukio. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesi yako utashinda. Lakini vile vile unataka kumwangamiza mtu mbaya pia, dhalimu, anayekufanyia vitimbi. Mfano unafanya kazi katika ofisi fulani, upo una biashara yako mahala fulani, lakini pengine pale ofisini unafanywa fitna sana, una raha, pengine mtu mmoja tu ndo anayekufanyisha wewe usiwe na raha. Basi sura hii utaisoma mara 1000. Utaisoma mara 1000. Na endapo utadumu nayo kuisoma mara 1000, kila utakapokuwa katika eneo lako la kazi, au kila utakapokuwa mtu ambaye unamuona kabisa sasa amezidi, anakuzulia mambo hali ya kuwa wewe hauko hivyo, anakusema sema, anakusimanga, una raha naye, hata kama itakuwa ni bosi wako, utakapofika eneo la tukio, soma sura hii mara kwa mara, huku unaendelea na kazi zako. Hakikisha unahesabu, utasoma sura hii mara 1000, mara 1000 kwa muda wa wiki nzima. Msomee surati al-Ikhlas. Wakati mwingine hata ukiwa ukimaliza kuswali pia ni vizuri swali swala ya sunna. Baada ya hapo kaa kitako, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, kuna mtu mimi ananinyima amani katika eneo langu la kazi, inafika mahala mpaka bosi ananichukia. Mwenyezi Mungu, wewe ndio hakimu. Ongea na Mwenyezi Mungu. Utaisoma sura hii mara 1000. Kama huyo mtu atakuwa ni kweli dhalimu kwako, Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake atamwangamiza. Hiyo ni namba 3 katika maajabu yanayopatikana katika surati al-Ikhlas. Lakini namba 4, endapo utaisoma surati al-Ikhlas mara 40 kila siku, iwe ndiyo uradi wako kila siku, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakuondolea umaskini na njaa, lakini vile vile utapata amani katika moyo wako. Kuna watu wanaishi maisha yao hawana amani, misukosuko imewaandama, mioyo inalipuka kila muda, kila masaa wao ni pressure. Dumu na surati al-Ikhlas kila baada salati subuhi, dumu na surati al-Ikhlas. Mwenyezi Mungu, lakini hata vile ambao yani kwao imekuwa ni shida, imekuwa ni dhiki, wakati mwingine hata hanaamka asubuhi, hana hata uhakika wa kupata riziki, basi vile vile. Lakini kwa wale ambao pia ni mafukara, Mwenyezi Mungu atawainua kupitia surati al-Ikhlas. Lakini namba 5 vile vile, na endapo mtu huyu atakuwa anayesoma surati al-Ikhlas usiku unapotaka kulala, utaisoma surati al-Ikhlas unapotaka kulala usiku mara 7, basi Mwenyezi Mungu atakuepusha na sheitani na vitimbi vyote vya usiku, wachawi, washirikina, majini wachafu, masheitani. Mwenyezi Mungu atakuepusha nayo, na hata ndoto za ajabu za kukukatisha tamaa, za kukurudisha nyuma, Mwenyezi Mungu atakuepusha na ndoto hizo. Lakini vile vile namba 6, endapo mwenye kuisoma sura hii wakati mvua inanyesha, yani wakati huo labda uko sehemu unaona mvua ni kali, upepo ni mkubwa, radi kiasi kwamba wakati mwingine mpaka unahofia, unaogopa, ya Rabbi ninusuru, basi utaisoma sura hii. Isome mara nyingi kadri uwezavyo katika situation kama hiyo. Utaisoma na Mwenyezi Mungu atafifisha na mvua itakuwa ya kawaida. Lakini hata katika mji ambao mvua imekuwa ni adimu kwao,
mvua imekuwa ni adimu kwao, basi wakithirikishe sana kuisoma Suratul Ikhlas mara 100. Itasomwa Suratul Ikhlas endapo mvua itakuwa ni haipo kabisa katika eneo hilo, itasomwa mara 1000, mara 100 kila baada ya swala ya Isha. Mtakuwa mnasoma Surati Ikhlas, ikiwezekana hata katika swala za jamaa msikitini ni vizuri. Baada ya haya, na mashekhe wetu pia wanafahamu, basi biidhnillahi Mwenyezi Mungu atatuepusha na kila shari za watu na mashaitani, lakini vile vile yale ambayo tunayatarajia Mwenyezi Mungu atatupa tahfifu na atatutekelezea biidhnillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.